Kwa hiyo anatamani Mungu aliyekuumba umzalie matunda kwa sababu ya uumbaji wako aliyokuumba huyu. Umzalie nini? Matunda. Lakini pia ili tujue kuwa wewe umekuwa, kwenye kitabu cha Luka 13, Mathayo 13 mstari wa kwanza na wa 8. Mathayo 13 mstari wa kwanza hadi wa 8 na pia Luka 8 mstari wa 5 na wa 8. Tunatamani tuone kwamba unakuwa kwa kulishika neno. Tunatamani ukue kwa kulishika neno. Sehemu ya kwanza nasema kwamba ili tuone kwamba umekuwa, tunatamani uanze kuzaa matunda. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili tunatamani kwamba ukue kwa kulishika neno. Yaani unatumia muda gani kwa habari ya kujishughulisha kujifunza neno. Lakini pia unapokuwa peke yako unaposoma neno, kuna mistari yote ambayo inakuwa inaingia kwenye akili yako ambayo hata unapokuwa peke yako unaweza kumjibu mtu kwa habari ya hilo neno la wokovu ambao umemwamini. Kwa mfano mtu akasema kwamba hivi unaposema umeokoka maana yake nini? Uwe na majibu ya kumjibu mtu huyo anapokuwa anakuuliza kwa habari ya mambo hayo, kwa kuwa neno unalisoma na unaelewa kwamba kuokoka maana yake nini hapa. Lakini pia uwe na maandiko ambayo unaweza kusimamia kwa habari ya kujibu huyo mtu kwa nini umeokoka na maandiko yanasemaje. Unapokuwa unafikia hatua hiyo, hapo tunajua kwamba umelishika neno, tunajua kwamba umekuwa. Kwa hiyo Kristo ili kuonyesha kwamba amekuwa, tunatamani aanze kushika neno. Amina. Aanze kufanya nini? Kushika neno na kulifanyia kazi. Aanze kushika neno na kulifanyia kazi. Lakini pia kukua ni kuendelea mbele mpaka kufikia kimo cha Kristo. Kukua ni kuendelea mbele mpaka kufikia kimo cha Kristo. Kwa maana kusema hivi, tunaposema kukua ni kuendelea mbele, kwamba tunapokuwa tumeokoka hatuishi tu kuokoka tukakaa hapo hapo tu. Tunatamani kuona hatua zinaanza kutembea, hatua za kwanza, hatua za pili. Pengine ulikuwa hujabatizwa, umebatizwa, umeokoka, umejazwa Roho Mtakatifu, unaanza kunena kwa lugha. Tunaona karama, huduma na vipawa vinaanza kuonekana kwako. Tunajua kwamba unakuwa. Sawa? Kukua ni hatua ya kuendelea mbele. Na kama kukua ni hatua ya kuendelea mbele, tunatamani baada ya kuokoka wewe, hivi ulipofikia hapo hapo, tuone sasa unaendelea mbele kiroho kwa namna hii, kwamba karama, ulikuwa umeokoka, umebatizwa sasa. Baada ya kubatizwa tunaona umejazwa Roho Mtakatifu. Unapokufundisha kwa Baba Roho Mtakatifu, unatamani kujazwa. Baada ya kujazwa tunaona kwamba unatamani kuanza kumtumikia huyu Yesu. Tunaona unaanza kutoka nje na shuhudia, unawaambia watu wengine Yesu anaokoa. Tunaona unaanza kuonyesha vipawa na karama ulizo nazo. Tunajua huyu mtu anakuwa. Kwa mfano mtu anataka ameokoka labda wiki moja au wiki mbili. Tunakuta tukitembea mitaani ana ujasiri wa kumwambia mtu mwingine Yesu anakupenda. Tunapoona mtu anamwambia mtu mwingine Yesu anampenda na anamshuhudia maneno mawili matatu, tunajua huyo mtu anakuwa. Hivi wewe hapo ulipokuwa, kuna watu wangapi ambao wamemwambia Yesu anakupenda na anatamani kuokoka? Au toka ulipokuwa umeokoka wewe umebaki wewe tu? Yesu anatamani kwamba aone kwamba wewe unakuwa kwa namna ya kuambia wengine habari njema za ufalme wake, kwamba wewe umekuwa unawaambia wengine Yesu anakupenda. Hizo njia ni mbaya, hiyo tabia sio nzuri. Unajua sio kila mtu wewe unayemwona anafanya mambo fulani nafikiri kwamba anapenda. Wengine wanafanya mambo hayo si kwamba wanapenda. Kwa hiyo unapokuwa unakuwa kiroho, unakuwa na wivu na watu ambao hawajakaa vizuri na Mungu, unatamani uwasaidie ili kwamba waje kwako. Tunaona wewe umekuwa. Amina. Huko ni kukua kwa nini? Kiroho. Sawa? Haya. Ndio wangu kushaishi namba 90.